Naona aibu, aibu. Naona aibu, aibu. Nataka naona aibu. Kwa nini unachukia mapenzi? Chimwemwe, ni story ndefu sana. Sasa Sofia, mimi kama rafiki yako sasa natamani nijue hiyo story yako. Niambie basi. Kiukweli sipendagi kulifikiria wala kuliongelea. Naanza kulikumbuka pia. Wanatamani sana wasichana wenzangu waichukie mapenzi kama jinsi mimi ninavyoyachukia. Na pia waelewe wanapoambiwa na wazazi wao. Tatizo lenu ni watoto wa kike nyie. Mkionywa msikii. Yaani hamsikii kabisa. Niambie kitu gani kimekukuta? Wewe Chimwemwe acha tu. Yalionikuta ni mazito. Unajua, nilishawahi kumpenda kijana mmoja kijijini huko. Yaani sikuwahi kusikia la baba wala la kaka. Sasa ikaenda tulipendana na yule kijana. Yaani tulipendana Chimwemwe. Basi siku moja sasa nimekaa nikawa najiona kama sijielewelewi, yaani mwili wangu upo kwenye hali ya kawaida. Nikahisi itakuwa ni mimba ile. Kweli nikamfuata mwenye mimba yake, nikamwambia bwana mimi na mimba yako. Chimwemwe, yalionikuta mwenzangu. Nimetimuliwa futi 100. We, usiniambie. Kumbe kuna mijanaume wengine mipumbavu Pole sana Sofia. Asante, nishapoa. Yaani ndio maana ninavyokuambia tena nayachukia na maanisha. Sasa kwa hiyo mwanao yuko wapi? Kuhusu mwanangu sasa. Shoga, unawaza nini mpaka sasa? Hata sielewi shoga yangu. Nimechanganyikiwa. Sijui hata huyu mzee namwambia nini. Vipi? Ulimfuata? Yaani yule sio mwanaume hata kidogo. Alivyonipimua utafikiri sio shemeji yake. Yaani sio kama yule ambaye alikuwa ananituma kwako. Natamani hata nikimbie. Usiwe na mawazo hayo. Tuombe Mungu atatupa ufumbuzi. Ila naumia sana shoga yangu. Najua yatapita tu. Tuwahi kisimani, tuwahi kurudi nyumbani. Hata hivyo muda umeenda sana. Kama unavyoona jua hilo linavyowaka. Dada yako yuko wapi? Kaenda kisimani. Anaendelea vizuri siku mbili hizi Sio sana. Hivyo tu baba. Dawa itakuwa zimemkataa au? Nafikiri. Maana namuona hali yake sio nzuri. Basi kama hayuko vizuri, itabidi umsaidie kazi ndogo ndogo za hapa nyumbani mwanangu. Baba, yaani kama leo hii nimefagia humu ndani, nimechemsha mihogo na hata kisimani nilimkataza asiende. Ila kakataa kata. Sasa nenda kachume majani yale na uchimbe mizizi. Ile dawa niliyokuelekeza, si unaikumbuka? Ndio baba, naikumbuka. Sasa nenda kachimbe, chemsha, mpe kikombe hiki kimoja. Alafu baba, kwa muda sasa nafikiri naona kama dada Sofia ana mimba. Subhanallah. Unawaza nini kusema hivyo? Kwa sababu kama jana tulivyokuwa tunakula, samaki wamemshindwa kabisa. Na vitu vya shombo huwa hataki kabisa. Nilitaka kutoka, lakini siwezi kutoka. Namsubiri arudi dada yako
uniitie, na nikigundua kama ana mimba nitamfukuza hapa nyumbani kwangu, taki kumuona. Sawa baba, ngoja basi mimi niende basi. Haya mapenzi hisia, usiombe akakuamulia, bila pesa hujatoboa. Umeenda na ndoo moja, ungeenda hata na mbili. Maji ndani hapo, hii nimeenda kuongezea tu. Alafu hata hivyo kichwa kinaniuma na joint pia. Itakuwa malaria. Ngoja nikakuchimbie dawa, lakini baba pia anakuita ndani. Unaenda saa ngapi? Nenda sasa hivi. Wewe ingia tu na hizo ndoo ndani. Sawa. Sofia, kaka yako ameniambia umeenda kuchota maji kisimani. Ndoo iko wapi? Nimeshaileta tayari. Sasa nikaenda pale. Pale hapa kuna nini? Hakuna kitu baba. Sofia mwanangu, maisha yangu mimi ni magumu sana. Hata vikazi hivi vidogo vidogo sijavipata vikazi yoyote hapa. Nawalea kwa shida sana wewe na kaka sana. Mama yako amekufa, amekuacha wewe, una miaka 6 tu. Mimi nilikuwa namwomba Mungu nilelee hawa watoto wangu. Ni kweli Mungu amewakuza nyinyi, sasa mshakuwa wakubwa. Hivi hata wewe unataka kunisumbua? Baba, nimefanya nini? Niambie ukweli, una mimba? Una mimba? Hamna baba, sina mimba. Sasa kama huna mimba, basi ni jambo la heri. Umenielewa? Kama una mimba ni jambo la heri. Na kaka yako kenda kukuchukulia dawa ya homa, nimeshampa maelekezo yote. Sawa, wewe unaenda wapi sasa hivi na chai ya ujanywa? Mwanangu, mimi naenda kwa mzee Bobo. Kijana wake anataka kufanyiwa hitani. Yaani anataka kupata suna. Sasa ndo vikazi venyewe hivyo. Tukipata pesa basi ndo vikazi venyewe hivyo. Kama hivyo. Na utarudi saa ngapi? Wala sichelewi mwanangu. Mimi narudi kipindi hiki. Asante. Sofia. Sofia. We Sofia. Sasa. Kulikoni? Kuhusu nini? Unaonekana moyoni mwako kuna kitu kinakusumbua. Hamna kitu kaka. Niko sawa. Sawa.
dawa hizi hapa. Nenda kachemshe. Kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja mchana, kikombe kimoja jioni. Yaani usiku. Asante kaka. Sofia. Ndugu yangu, kama ni kachemshe huyu. Kama itakuwa una mimi, tafadhali usinywe. Nakupenda sana dada, maana ukinywa utaua kiumbe kisichokuwa na akili. Samahani sana Mungu wangu kwa kinachoenda ukifanya. Samahani baba na kaka yangu pia. Mama yangu uko ulipo, nisamehe sana. Sofia! 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 Oh, Sofia! Baba! Baba! Sofia! 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 Mbona hamna mtu? Halo sana. Njoo haraka hapa kwani kuna tatizo. Basi wahi. Sofia. Oh, Sofia. 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 Sofia.
Sofia. Sofia. Acha utani wako basi, amka. Ana nini huyu? Sofia. Yaani hapa hata sielewi. Yaani ananichanganya. Sina hata 100 ya kumpeleka hospitali. Sana. Ndio. Mimi hela ninayo, tuende hospitali. Sawa basi. Sawa. Baba, mimi naona niwaache hapa. Wapi tena mama? Naenda nyumbani, maana naona kiza kitu. Sawa, mimi nilijua namsindikiza mwenzako mpaka nyumbani, kumbe naishia hapa. Nitakuja kumuona kesho. Mimi ninachotaka kusema asante sana mama. Mungu ndo atakulipia, maana sijui tukushukuru kiasi gani kwa hayo uliyofanyia. Asante sana mama. Sijali baba. Huyu mimi ni rafiki yangu. Nani ndugu yangu. So, nitakuja kukuona. Sawa mama. Asante sana. Nashukuru yani niseme hivi. Asante. Sawa. Haya, safari njema mama. Baba. Asante. Tuongelee mzuri. Sawa, safari njema. Kwa hiyo nataka kutoa mimba. Kama nilivyokuambia baba, mimi rafiki yake Hawa ndiye alinipigia simu. Mimi sielewi chochote. Mtoto. Balaa kubwa hili. Balaa gani? Sasa kana dada yako, umuulize hii mimba ni ya nani? Sawa. Sawa baba. Basi ngoja mimi niende baadaye. Haya wewe waje, maana usiku sasa unaingia. Nenda waje. Sawa baba. Sofia. Sofia. Amen. Abe baba. Unajisikiaje? Unaendeleaje mwanangu? Namshukuru Mungu baba, naendelea vizuri. Ila baba, unataka kusema nini? naomba unisamehe sana baba yangu. Hivi kama ingetokea au imetokea wewe ungekufa, ungeombaje msamaha? Unashindwa kumwogopa hata Mungu? Ungemjibu nini wewe Mungu? Mwanangu,
umepata elimu ya kutosha kabisa. Shekhe amekupa elimu na umeelimika, ina maana ndo unaitumia hivi. Nisamehe sana baba. Hivi uliwaza nini mwanangu, na ulifikiria mara mbili hivi? Mama yako kama angekutoa leo hii ungeongea na nani? Siweza kuongea na wewe, lakini baba, nilikusikia ukiongea na kaka. Kama ningekuwa na mimba ungenifukuza nyumbani. Nataka kumjua nani mwenye tumbo hili, nimjue, sivyo tutakuja kugombana. Sofia, tutagombana. Baba, naomba unisamehe mimi baba yangu. Najua nimekukosea sana baba, naomba unisamehe. Hivi unajua mimi ninachokuuliza unakijua? Nataka kumjua nani mwenye hii mimba, sivyo nitakupiga hapa. Nakwambia baba, nakwambia. Asema niko hapa, maana wewe nimeshakukanya sana, lakini hukutaka kusikia kwa sababu ya haya maisha yangu nilikuwa nayo, si ndio? Hapana baba. Kaja kesi hayo ndio nilikuwa nataka. Sasa nenda kaendelee na shughuli zako. Mama, nisamehe. Nishakusamehe, nenda kaendelee na shughuli zako. Watoto wa kike bwana, ama kweli mwalimu wao kipofu. Ndugu yako jana mimi nimeongea naye kuhusu huyo mtu wake aliyempa mimba. Sasa bwana Hasani, nitafutie huyo mtu, umkamate na umlete hapa. Hilo halina shida baba, ila kabla sijaenda kumjua huyo mtu ni nani na kukuletea hapa, nataka uniambie ni nani. Ni mjinga mmoja hapa kijijini anaitwa KC. KC wa pale juu? Ndio huyo. Sasa nakuomba jambo hilo ulifanyie haraka sana. Sawa baba, na kuahidi kabla sijamleta kwako ataona cha mtema kuni. Sasa wewe haitakiwi kwa hivi sasa kutoka hapa. Umemwona dada yako haiko sawa, umsaidie kazi za nyumbani kwanza. Sawa baba, ngoja mimi niangalie chai. Asante. Ila nachokuomba ili jambo usilifumbie macho. Sawa baba, liwe haraka sana. Hamna shida baba. Hawezi tu mtu mjinga mmoja akatuvuruga katika eti kwa sababu sema maisha yetu yako hivi basi. Hapana. Aibu, oh, naona aibu, oh, aibu, naona aibu, aibu, oh, naona aibu, oh, aibu, naona aibu.